Haya, mama wetu Mary Wanyonyi Chebukati na familia yako, Speaker wetu of the National Assembly, viongozi wengi, wajumbe wakiwemo, na wananchi wote ambao wamekuja hapa, tumsifu Yesu Kristo. Mimi nimefika hapa kwa niaba yangu na ya familia yangu kuleta rambirambi zangu kwa ndugu, jamaa na marafiki ya Chairman Wanyonyi Wafula Chebukati. Na ningependa kusema hivi: mahali Wafula Chebukati umelala, you should know that there is no crime that we ever committed in this country. When the nation needed you, you rose above yourself to execute a quasi-judicial function. Like very many judges and magistrates, like very many police officers, they make their decision that doesn't please every side of the divide. You made the decision, the country listened to you. Wherever you are, you have departed this country as a proud son of Kenya. There is no sin that Wafula Chebukati committed in this country. And I think as a leader from this region, I want to advise my fellow leaders, you should not take social media with any seriousness. Our young people, our Gen Z, during their uprising, kama mimi ningekuwa mtu ya kutishika, hata singelala nyumbani. Sababu walinitumia message ati wanakuja kwangu nyumbani ati kuchukua mpaka bibi yangu. Mimi nakaa mtu ya kuchukuliwa bibi. So at times, when you put your minds in social media, you will think even the world is collapsing. So for those of us who will speak tomorrow, don't be apologetic about Wafula Chebukati. He never committed any crime. He never committed any sin in his execution of the national duty that he was doing as the chairman of IEBC. Jambo yangu ya pili. Unajua hii dunia, wajane ni wengi. Niambie Mama Mary, wewe sio mjane ya kwanza. Wajane wako wengi, na wewe nimeona tayari ulikuwa umejipanga. Kama uko hapa na wewe ni mama, ujipange vile Mama Mary Wanyonyi Chebukati alijipanga. Unakuwa na bwana wawili, Bwana Yesu Kristo na bwana yako yule ya duniani hapa. Yule wa duniani akiondoka, unabaki na Bwana Yesu Kristo, vile Mama Mary amebaki na bwana yake Yesu Kristo ambaye hana mpango ya kando. Wa duniani anaweza kuwa na mipango ya kando, lakini Bwana Yesu Kristo mipango ya kando hana. Jambo yangu ya mwisho, alafu nende niketi chini. Sisi kama viongozi wa siasa, wakati mwingine tukiamua tunyamaze tufanya maendeleo, watu wanafikiria that we are lesser politicians. Na dunia hii, kila mtu atakuwa mzee siku yake ikifika. Every day you are growing old. Vile wengine wanasema kwamba Mheshimiwa Wetangula na Musalia ni wazee, hatukatai, hawa ni wazee. Miaka ikifika 60 and above, you are no longer a young man. Na hiyo vitu yote ilipangwa na Mwenyezi Mungu. Na wale ambao wanasema Mheshimiwa Speaker ni mzee, wakimudharau, mimi kutoka Bungoma, I want to confirm that Speaker Moses Wetangula is not seeking to be the governor of Trans Nzoia. He's not. Na one thing that I've learned in this country, yenye nimejifundisha, hata wewe ukishikilia nafasi gani, usijaribu kumtisha mwanaume mwenzako.
hata wale wako hapa, you should not threaten your fellow men. Sababu hakuna mwanaume ambaye anawachanga akili nyumbani mwingine ya kutembea nayo. Hakuna. Let me tell you. Ukiona mtu amekaa kwa siasa, huyu Moses Wetangula huyu akikuwa mbunge, mimi nilikuwa shule. Ukiona mtu amekaa kwa siasa, unasema yeye ni mzee, he is still relevant. That is not somebody that you underrate. Na mimi hata niwaambie watu ya Trans Nzoia, mimi pia niko kama ule gavana yenu. Mimi nafikiria wakati Mheshimiwa Wetangula na Musalia watastaafu kwa siasa, hata mimi nataka niingie kwa hiyo nafasi. Sasa gavana yenu ndio kidogo anaenda haraka, anataka apite mbele, lakini mwambie apange laini nyuma yangu. Apange laini nyuma yangu. You know, I want to be a wise man. A wise man will escort his or her seniors so that they can go forward. Then you stand on their shoulders so that they can be able to see beyond where they saw at that time. That is how it's called. You know. Na nyinyi mutulie kabisa, muende pole pole. Siasa ndio karibu inaanza. Mimi sitaki kuongea kuzidi hapo. Wafula Chebukati, mimi nakuombea. You've made very important decisions for our country. 2 times. Mara ya kwanza, baada ya kura ya Rais Uhuru Kenyatta, when it was nullified, wale viongozi ambao walikuwa wa upinzani, hata Mheshimiwa Wetangula huyu wakikuwa baadhi ya wale, walikuwa wanaomba kwamba Wafula Chebukati ajiuzuru kama chairman wa IEBC, ndio kura isirudiwe. Inji yote ikangojea pale. Wafula Chebukati akasimama imara, akasukuma akaenda mbele. And the latest that he made. And we are all his beneficiary. In fact, kabla Wafula Chebukati akufe, aliniambia baada ya kura ya 2022, aliniambia Papa Didmas, wakati nilikuwa natoa uamuzi, yuko wenzako wa bunge walinipiga. Mmoja akampiga fimbo ya Masai, na ikanikonfirm kwamba Wafula Chebukati ameenda kama aliwasamea wale wote ambao walimpiga wakati ya Bomas wakati hiyo. So kwa niaba ya watu ya jamii ya sehemu hii pia tunasema wale waliopiga Mzee Chebukati, marungu ya Kimasai na mateke, tumewasamea. Mambo ya Mungu haijulikani. Mungu awabariki sana. Haya, nafasi hii tunamuita mbunge wa kwanza Mheshimiwa Ferdinand, karibu kwa dakika 2 uweze kusema yako. Amenipatia dakika 2 basi.